Sisi ni kanisa la kurejeza upya imani ya Kikristo, na kwa siku ya leo tariki 15 ya mwezi huu ambao tuko nao, kwetu ni sikukuu ya ukombozi. Yaani tunaanza kusherekea Pasaka, kuanza tariki 15 hadi kuendelea. Ila kwa kusherekea ile sikukuu ya Pasaka, tulipata viumbe vipya wa Kristo ambao walijitolea kwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tukapata viumbe vipya 4. Tukatimiza maandiko kama vile Yesu aliwatuma wanafunzi wake akasema, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na sisi kwa siku ya leo tulikuwa na furaha kubwa kwa kupokea viumbe vipya, tukakamilisha maandiko matakatifu kama vile Yesu Kristo alisema. Tulipotoka kufanya hiyo huduma kwenye bahari ya Lake Tanganyika, kwa kuja kanisani. Haleluya. Hasa ubatizo ambao walibatizwa walikubali kufa na Yesu Kristo na kufufuka na Yesu Kristo katika maji mengi. Wakumbuke, tutapata sauti, kila mtu aombe Mungu watu wanajua, Mungu wa Israeli, yaani Mungu wa Yakobo, napata sauti kwa kuombea wa ndugu wote au wadada wote, Roho wa Bwana aendelee kutumika nao tangu sasa na hata milele na milele. Karibu kwa maombi. Baba Mungu mtakatifu, naomba watu wa nchi atakayewezesha katika safari, atakayewashindia jaribu zote, ni uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa kuwa hakika na kusema katika kitabu cha Wafilipi 4:13, asema tunayaweza mambo yote katika uwezo wa Mungu. Ndio basi Roho wako tukafaulu kwa wote nini. Anachukua uwezo wa Roho wako, tunaamini kwamba tutaweza. Na ndio kwa maana na kuomba na kukusihi Roho wako endelee kutuimarisha na kwenda kufanya pia hapa, yani Baba, watoke kushoto na watie katika serikali ya Mungu, waendelee kutumikia siku mbali ya siku kwa mwanadamu yetu huyu. Tunachokifunga na kila nguvu zetu Baba, tunaenda kuomba hivyo, tunajua kama sisi ni wenye kuomba. Asante, mwende kwa nafasi, karibu. Ibada ikapitikana mzuri. Kipindi ya kwanza ilikuwa kipindi ya maabudu ya batu bote. Hakika ni roho ya sasa. Mungu tunalika presence yako. Mungu njoo. Mungu tutawala. Kanda ni yetu. Tunasema yetu ya kondona yako. Tupoa Kipindi ya pili tukaingiza kipindi ya kusherekea sikukuu yetu ya meza. Yaani tunaanza mwanzo wa mwaka mwa hii tariki, kama vile desturi ya kalenda ya Wayahudi. Kila tariki 15 ya mwezi wa 3 ni sherti sikukuu ya Bwana ianze. Yaani kwa desturi yetu tunatembea na kalenda ya Wayahudi. Tunapaswa kusherekea meza ya Bwana mpaka siku ya Pentekoste. Na kwa ile tulipitisha kipindi ya ukombozi wetu, ikapitikana mzuri kabisa. Kanisa lote lilishangilia kwa shangwe na vigelegele. Roho wa Bwana alituongoza, waimbaji waliimba kama vile pasavyo kupitia mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Aliongoza ibada kama vile Roho wa Bwana alimuongoza. Aliyelisha neno, alilisha neno kwa kichwa ya kusema kama leo ni sikukuu yetu ya ukombozi. Aliyetufia msalabani tayari haiko tena kaburini, amekwisha kufuka, yani ni Yesu Kristo. Kisha kupitisha kipindi ya meza ya Bwana, tulikuwa na chakula ya ushirika kama vile desturi ya wana wa Israeli. Wale ambao hawakuwa tayari kwa kusherekea meza ya Bwana walitumia chakula cha ushirika, sisi sote kwa shangwe na vigelegele bila ubaguzi yoyote ule. Palikuwa piko chakula, na ninaamini kama katika video itaonekana
chakula cha ushirika ambayo tulitumia na watakatifu wote. Asante.